Tanzania katika hatari ya kukabiliana na vikwazo vya Marekani kufuatia mswada mpya wa Seneti. Seneti ya Marekani imewasilisha mswada wa pande mbili unaoweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa uhusiano wake na Tanzania kufuatia madai ya ukandamizaji wa kisiasa na matumizi ya nguvu wakati wa uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Mswada huo uliwasilishwa na Senator Jeanne Shaheen, Democrat, New Hampshire, na Senator Ted Cruz, Republican, Texas. Unataka tathmini mpya ya kina kuhusu ushirikiano wa kidiplomasia, kiusalama na kiuchumi kati ya Marekani na Tanzania. Hatua hii imechochewa na ripoti za waandamanaji kukandamizwa kwa ukatili, hospitali kuvamiwa na huduma za intaneti kuzimwa wakati wa kura. Shaheen alisema mswada huo unaonesha wajibu wa Marekani kulinda misingi ya demokrasia na haki za binadamu sambamba na kuzuia ushawishi unaoongezeka wa China katika Afrika Mashariki. Kwa upande wake, Cruz aliituhumu serikali ya Tanzania kwa kuendeleza dhuluma za kidini na kuchakachua kura, akionya kuwa Marekani haiwezi kufumbia macho ukiukwaji huo. Iwapo mswada huo utapitishwa, Marekani itasitisha misaada na uungwaji mkono wa kibiashara hadi mageuzi yatakapothibitishwa. Hii itaweka vikwazo kwa maafisa wanaohusishwa na ukiukwaji na kuzuia Tanzania kupata ufadhili wa Millennium Challenge Corporation MCC. Leo tunazungumzia habari kubwa ya kimataifa ambayo inaweza kubadilisha uhusiano kati ya Tanzania na Marekani kwa kiasi kikubwa. Seneti ya Marekani imewasilisha mswada wa pande mbili, yani bipartisan, unaoweza kusababisha vikwazo viwili kwa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa misaada, vikwazo kwa maafisa na kuzuiliwa kwa ufadhili wa Millennium Challenge Corporation MCC. Mswada huo umewasilishwa na Senator Jeanne Shaheen wa Democrat na Senator Ted Cruz wa Republican, na unahusishwa moja kwa moja na madai ya ukandamizwaji wa kisiasa, matumizi ya nguvu na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Mswada huo unataka tathmini mpya ya kina ya uhusiano wa kidiplomasia, kiusalama na kiuchumi kati ya Marekani pamoja na Tanzania. Pia inataka kuchunguza madai ya ukandamizwaji wa waandamanaji, hospitali kuvamiwa na huduma za internet kuzimwa wakati wa uchaguzi. Ikiwa utapitishwa, Marekani inaweza kusitisha misaada, kuweka vikwazo kwa maafisa wanaohusika na ukiukwaji na kuzuia Tanzania kupata ufadhili wa MCC. Senator Shaheen alisema mswada huo unaonesha wajibu wa Marekani kulinda demokrasia na haki za binadamu, huku wakizungumzia ushawishi unaoongezeka wa China katika Afrika Mashariki. Senator Ted Cruz alituhumu serikali ya Tanzania kwa dhuluma za kidini na kuchakachua kura. Hii ni hatua muhimu na adimu ambapo Republican pamoja na Democrat wamekubaliana katika suala la Tanzania. Tukizungumzia sababu za mswada umechochewa na ripoti za kimataifa na za ndani kuhusu matukio ya Oktoba mwaka 2025. Tume ya Jaji Chande ilikiri vifo vingi, lakini ripoti yake bado haijawekwa hadharani kikamilifu. Na Human Rights Watch pamoja na Amnesty International zimeripoti matumizi ya nguvu kupita kiasi na utekaji wa wanaharakati. Na bunge la Ulaya limeitoa wito wa uwajibikaji na uchunguzi huru. Na pia kuna madai ya kuzimwa kwa internet pamoja na uvamizi wa hospitali wakati wa maandamano ambayo yameandikwa na vyombo vya kimataifa. Athari zinazoweza kana kulingana na huu mswada ikiwa utapitishwa ni kusitishwa kwa misaada ya Marekani. Marekani ni miongoni mwa wafadhili wakubwa wa Tanzania, na pia kutakuwa na vikwazo binafsi kwa maafisa wanaohusika, na pia kupoteza ufadhili wa MCC ambao umewahi kuwa na manufaa makubwa kwa miundombinu. Jambo lingine ni kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa ambapo EU tayari imetoa wito sawa. Tukizungumzia muktadha wa kidiplomasia, Marekani ina wasiwasi mkubwa na ushawishi wa China katika Afrika Mashariki. Mswada huu unaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kuzuia China kutoa masharti ya demokrasia na haki za binadamu. Sasa, maana kwa Tanzania ni ipi ikiwa mswada huu utapitishwa, au hili jambo la kupitishwa kwa mswada huu kuna maana gani kwa Tanzania? Kwa upande wa kiuchumi, vikwazo vinaweza kuathiri misaada, uwekezaji pamoja na ukuaji wa uchumi, na kisiasa inaweza kuongeza shinikizo la ndani kwa serikali na kuimarisha upinzani.
na kimataifa inaweza kuharibu taswira ya Tanzania kama nchi thabiti na yenye demokrasia, na kwa upande wa wananchi inaweza kuathiri miradi ya maendeleo na maisha ya kila siku, hasa miradi inayofadhiliwa na Marekani. Muswada huu ni onyo kali na una uzito mkubwa. Marekani ambao ni bipartisan inaonyesha kuwa ina wasiwasi mkubwa kuhusu demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Hili si swala dogo, na pia serikali inapaswa kuichukulia kwa uzito. Badala ya kuiona kama uingiliaji wa mambo ya ndani, inapaswa kutumia fursa hii kurekebisha mambo ya ndani, kama kuweka ripoti ya tume ya Jaji Chande hadharani, kutoa haki kwa waathirika na kuanza mchakato wa katiba mpya. Serikali inapaswa iweke uwazi na uwajibikaji katika matukio ya Oktoba mwaka 2025 na mchakato wa katiba mpya pamoja na mageuzi ya uchaguzi uwazi haraka. Mazungumzo ya kitaifa yenye ushiriki wa pande zote yaanzishwe ili kuepuka vikwazo na kurejesha imani ya kimataifa. Marekani nayo iwe na mbinu ya kujenga na kushirikiana badala ya vikwazo tu. Mwisho wa siku, haki za binadamu na demokrasia sio swala la nje tu, ni swala la ndani ambalo linapaswa kushughulikiwa kwa dhati na kwa haraka. Seneti ya Marekani imewasilisha muswada ambao unaweza kuleta vikwazo vikali kwa Tanzania kufuatia madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Hii ni hatua yenye uzito mkubwa ambayo inahitaji majibu ya hekima na ya haraka kutoka kwa serikali. Tanzania inastahili heshima kimataifa na inapaswa kujenga demokrasia yenye haki na uwajibikaji. Tuungane kudai mabadiliko halisi.